Bwana mjuzi, leo kupitia ujuzi kazi tunataka tukufahamishe namna ambavyo dunia iliweza kupata nambari za simu. Katika dunia leo tunafahamu simu ni sehemu muhimu sana ya mawasiliano na kila nchi inakuwa na nambari ya simu ambayo inatambulika kimataifa. Sisi tumezoea kuziita country code. Kila nchi inakuwa na country code yake ambayo inatambulisha nchi fulani, kama ambavyo inatambulisha Tanzania na jumlisha 255. Bana, hii ni namba ya kimataifa ambayo hutumiwa kuwasiliana na watu katika sehemu mbalimbali za dunia. Lakini je, umewahi kujiuliza jinsi gani dunia ambavyo iliweza kupata mfumo huu wa namba za simu na kwa nini hakuna nambari ya simu inaanzia na +0 ama jumulisha 0? Kabla ya mfumo wa kimataifa wa namba za simu, kila nchi ilikuwa na mfumo wake wa namba, na hili ilisababisha matatizo makubwa ya mawasiliano ya kimataifa. Kwa mfano, mtu ambaye alizungumza kutoka Marekani kwenda Uingereza alihitaji kujua namba maalum ya simu ambayo ilikuwa tofauti na ya nchi yake. Hali hii ilikuwa inaleta mchanganyiko mkubwa sana. Mnamo mwaka 1947 Umoja wa Mataifa ulianzisha shirika la posta la mawasiliano ambalo lilifahamika kama ITU, ambalo lilikusudia kuleta utaratibu wa kimataifa wa mawasiliano. ITU ilianzisha mpango wa kuainisha namba za simu za kimataifa ili kurahisisha mawasiliano. Mpango huo ulijumuisha kuunda namba maalum za kila nchi, na kwa hiyo mfumo wa kimataifa wa namba za simu uliweza kuzaliwa kutokea hapo. Unapojaribu kupiga simu ya kimataifa, unaweza kuona nambari zote za kimataifa huanzia na alama ya kujumlisha. Kwa mfano, nambari za simu za Marekani yenyewe inaanzia na alama ya kujumlisha 1, alafu namba zinafuatia. Uingereza wao wana alama ya kujumlisha 44, then namba zinafuatia. Namba ya Japani ni alama ya kujumlisha 81 na kadhalika. Lakini kuna jambo la kushangaza. Hakuna nchi ambayo kodi yake ni jumulisha 0. Kwa nini? Ni swali ambalo unaweza ukawa unajiuliza, lakini mimi nitakwambia kwa nini. Sababu ya msingi ni kwamba namba 0 yenyewe ilitengwa kwa matumizi ya kitaifa. Katika nchi nyingi walikuwa wanatumia 0 kama utambulisho wa namba zao za kitaifa, na imeendelea kutumika kama alama ya utangulizi wa simu za ndani, na hii inamaanisha kuwa kwa simu za ndani lazima ianze na 0. Kwa mfano, Tanzania, unapokuwa Tanzania, unapohitaji kumpigia mtu, namba ya simu lazima ianze na 0. Kwa mfano 0755 ama 0621 na mambo mengine kama haya. Lakini namba ya kimataifa inahitaji kuwa na alama tofauti ili kuepuka mkanganyiko na kuhakikisha urahisi katika mawasiliano ya kimataifa. Hivyo 0 haikuweza kuwa sehemu ya namba za kimataifa. Mfumo wa namba za kimataifa umeleta urahisi mkubwa katika mawasiliano ya kimataifa, na utendaji wake umeweza kutumika kwa ustadi mkubwa zaidi kuliko ilivyokuwa zamani. Na kuhusu alama ya kujumlisha 0 yenyewe inabaki katika historia ya msingi kama ndio utangulizi wa namba za simu za ndani. Bwana, mimi naitwa Laurent Fanuel. Makala hii imeandaliwa na Taji Nzogela, wote kutoka Ujuzi Kazi. Tufuatilie kwenye mitandao ya kijamii kwenye Instagram, Facebook, X, lakini pia TikTok kwa jina moja la Ujuzi Kazi. Na cha msingi zaidi, hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ya YouTube ya Ujuzi Kazi ili uendelee kupata elimu, uendelee kupata maarifa, uendelee kupata na taarifa kutokea kwetu. Asante, mpaka wakati mwingine.